Sasa nimesema kwamba Mungu tabia yake ni utulivu, na mtu yoyote ambaye ni wa Mungu tunategemea kuona utulivu kwa ndani yake. Kama utulivu ni tabia ya Mungu, mtu yoyote mwenye Mungu ndani yake tunategemea kuona utulivu uko ndani yake. Yaani kuna tabia ukiziona kwa kiumbe hiki, unajua huyu ni jamii ya fulani. Wanyakyusa ni watu ambao asili yao ni wanaheshima. Yaani Mnyakyusa yoyote anaheshima na anapenda kuishi na watu, ila hapendi dharau. Ukishamdharau umemharibia siku. Lakini pia Mnyakyusa ni mtu ambaye anapenda kujiona ana maisha mazuri hata kama hana. Yaani Mnyakyusa na Mhaya, hata kama hajasoma lakini hataki kuona kama hajasoma. Tafsiri ya utulivu ni kuzoofisha mihemko yote ulionayo kwa ajili ya kupokea mihemko ya watu wengine. Hiyo ndio inaitwa utulivu. Kuzoofisha kitu, hali za hisia zako kwa ajili ya kupokea hisia za watu wengine. Ili tufahamu wewe ni kiongozi bora, ni kumvumilia mtu kwenye kumsikiliza. Hata kama anakukera, tunaita unafaa kuwa kiongozi. Kuwa ndio inaitwa utulivu, tabia. Kama Mungu asingekuwa mvumilivu, angeua watu. Kwa hiyo uwezo wa kumsikiliza mtu akiwa anajieleza, anaongea pumba, unamsikiliza tu mpaka amalize. Unaona kumwambia hapa hicho umedanganya, lakini unaamua utulie kwanza, msikilize amalize kwanza. Huo unaitwa utulivu au uongozi bora. Kama huwezi kusikiliza, basi uwe na uhakika hiyo tabia sio ya, maana Mungu ana tabia ya kuvumilia. Ni tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Moja ya maswali ya kitoto ambayo hutaki kujiuliza wala kuuliza ni kusema Mungu wakati anaumba mbingu na nchi alikuwa wapi? Maana mbingu ndo anapokaa. Na duniani, kwa dunia haikuwepo na mbingu haikuwepo. Akaviumba. Huyu Roho Mungu akaja katulia juu ya uso wa maji. Mahali popote ambapo pana utulivu, hilo ndio eneo ambalo kwa kuwa Mungu ndani yake kuna utulivu, anatamani kutafuta watu ambao wametulia ili akae huko. Kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 1 hadi wa 6. Bwana ndiye mchungaji wako, ndio sitapungukiwa na kitu. Ishi hapo kwanza. Bwana ni nani? Mchungaji wako. Sitapungukiwa na nini? Okay. Unapozungumza habari ya neno mchungaji, unazungumzia mwangalizi, anayekuangalia, anayetazama usalama wako, hatari yako, anayehakikisha mambo yako yameenda vizuri, ndio anaitwa. Kwa hiyo uchungaji sio kulisha tu. Uchungaji ni kuangalia, je, hizi ng'ombe zangu hazijaenda kwenye mashamba ya watu? Tukisema nenda kachunge ng'ombe, manake hakikisha wanarudi wameshiba, lakini pia hawajaleta madhara kwenye vitu vya watu. Haleluya. Lakini pia hujaishia hapo. Hakuna kilichopotea hata kimoja. Hakikisha ng'ombe hawajafa, hawajaumia, hawajaibiwa. Ndio maana ya nini? Jamani, si kama naeleweka? Sasa nasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu. Maana Bwana ndiye anayehakikisha mimi ninakula, ninakunywa, ninavaa, sikosei, sipotei, siibiwi, siumii. Uangalizi wangu wote uko mikononi mwake. Hiyo ndio maana halisi ya neno Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini. Kwa hiyo kama umepungukiwa na kitu, ujue umejitoa kwenye kuchungwa na Bwana. Ukishajijua kwamba ni wewe Bwana ni mchungaji wako, automatic hata kama hauna vitu unaitwa mwenye haki, maana yake ni mmiliki. Ili kumfanya Bwana wewe mchungaji wako ni swala lako wewe. Wewe ndio unatengeneza mazingira kufanya Bwana awe mchungaji wa nani? Ili mimi niwe mchungaji wako, wewe ndio unayeamua, sio mimi. Yaani mimi niwe mchungaji wako, wewe ndio utakaye, sio mimi ninayeamua. Yaani wewe ndio unayeamua, mimi ndio niwe mchungaji wako. Wewe ukiamua huyo sio mchungaji wangu, mimi sitakuja kuwa mchungaji wako. Tuna watu wengi hapa wanaotuzunguka
wana uwezo wa kuamua mimi niwe mchungaji wao au nisiwe mchungaji wao. Mtu anafanya maamuzi. Swala la mtu kuongozwa na Mungu ni swala la mtu, sio swala la Mungu. Swala la mtu kuongozwa na shetani sio la Mungu, ni la nani? Ni la mtu. Hasa sasa hivi sitakumbukiwa na kitu, si ndio? Katika maisha, sehemu ya kula huwa nanilazia hapo. Yaani nikijisikia nitakula, nikijisikia nitaacha, kwa sababu ananichunga. Ukishamfanya Mungu kuwa mchungaji wako, ana uwezo wa kukuweka mahali anapotaka yeye. Haleluya. Namna nitakapoishi na nyie ni tofauti na nitakapoishi na watu wanaotuzunguka, kwa sababu wenyewe hawajanifanya mimi kuwa mchungaji wao. Usipomfanya Mungu kuwa mchungaji wako, usitegemee kuishi sawasawa na mtu ambaye amefanya Mungu kuwa mchungaji. Kwa hiyo ukishamfanya kuwa mchungaji wako, anaanza kukulaza sehemu ambayo ina majani mabichi. Jua kuna mtu ambaye bado si mchungaji wake, anapolaza kwenye majani makavu, yaani kiangalia tu anapiga kelele.